Bila kupoteza muda, na hii ikiwa ni episode yetu ya 19, tunaona Prince Samira akimkaribisha binti kwenye kiti, kisha akamuuliza vipi, tutaanza sherehe yetu? Binti akasema ndio. Kisha Prince Samira akapiga kidole chake juu. Binti akashangaa ghafla kumuona Guoni akiingia kama mhudumu. Kisha binti akamuuliza vipi, mavazi yako yako wapi na imekuwa jadi ukawa hivi? Guoni akamwambia nimeamua kujitolea. Kisha Prince Samira akamuuliza binti, mbona umesimama? Binti akasema nitakaaje kati najisikia mwili wangu uko comfortable. Guoni naye akamwambia binti, hebu relax, wewe kaa chini. Sasa kipindi Guoni na mimi na wine, mara Prince Samira akamuuliza vipi, unaweza kutuambia kuhusu hiyo wine? Guoni akasema nimekuandalia wine nzuri ambayo ni gharama kubwa. Hii inaendana na azi yako na itakusaidia kuweza kuboost mwili wako ili uweze kufanya vizuri. Samira akamuuliza vipi, mbona unijaza sana hivyo, unataka nife? Guoni akasema unapaswa uinywe mpaka ujisikie mwili wako unachangamka zaidi. Kisha Guoni akaondoka. Huko naye binti akamuuliza Prince Samira, umemfanyaje Guoni, mbona kawa mtiifu namna hii? Prince Samira akasema hii ni kazi ndogo, alafu kumbuka mimi nina hela kumliko huyu jamaa, kwa hiyo yani hiyo hata usiwaze, hiyo haina shida. Binti akasema kumbe. Kisha binti naye akasema tunafanya haya yote ila kumbuka mimi bado ni mfanyakazi. Prince Samira akasema hamna, wewe kwa sasa hivi sio mfanyakazi, wewe kwa sasa hivi ni mgeni wangu rasmi. Kwani huoni nguo ilivyokupendeza hivyo? Kwa kifupi sasa wewe ni mke wa Prince. Binti akashtuka na kuuliza umesemaje? Mara Prince Samira akamka pale alikuwa amekaa na kumsogelea binti na kufungua boksi ambalo ndani palikuwa pete, kisha akamwambia binti nakupenda. Uko tayari nikuvalishe pete ya uchumba? Binti akawa anapiga mahesabu sasa na akiangalia pete yenyewe ni ya gharama kweli. Sasa wakati huo binti akiendelea kutafakari, na huo muda Guoni akawa anarudi sasa. Kisha Guoni akaja pale kwa hasira na kumnyang'anya Prince Samira ile pete, akaanza kumwambia wewe unafanya nini, ujinga gani? Prince Samira akamuuliza kwa wewe umekuja hapa kufanya nini? Ukumbuki mkataba unavyosema? Guoni akakasirika kweli, akasema wewe unafanya mambo ambayo yani unaamua kitu chochote unachofanya wewe. Unajua wewe ni mfanyakazi wangu na unachopaswa kujua napaswa kumlinda huyu binti kwa kuwa ni mfanyakazi wangu, na nakujua wewe ni playboy tu, yani playboy tu, hamna chochote uko unamdanganya binti hapa. Guoni baada ya kuongea maneno yale ya uchungu akamshika binti na kuondoka. Binti akamzuia na kumwambia naomba hiyo pete. Guoni akamuuliza unasemaje, kama unataka kuniambia umekubali kuvalishwa hiyo pete? Binti akasema hii ni zawadi yangu, kwa hiyo nipatie. Guoni kwa unyonge tu akaamua ampe binti ile pete. Kisha binti akamsogelea Prince Samira akamwambia ni pete nzuri sana na inapendeza kweli, na pia asante sana kwa kunipa zawadi hii. Kisha binti akachukua ile box la pete na kuliweka chini. Prince Samira akamuuliza mbona kama vile yani unaongea kwa kinyume yani kama yani unitaki yani unanikataa. Binti akasema nimeweza kukubali wazo, lakini hii zawadi siwezi kuipokea, alafu pia ni heshima kubwa sana kumtumikia mtu mzito kama wewe, na nitakumbuka sana kwa wema ulionifanyia, na pia nakuomba sana usikose tena kurudi tena kwenye hoteli yetu. Prince Samira akasema hii ndio mara yangu ya kwanza kuumia nikiwa nimekataliwa, ila haina shida, ngoja nikubali tu matokeo, ila kwa wakati mwingine nitakuja na pete nzuri zaidi ya hii na hautachomoa. Binti hadi akaanza kucheka, na pia msisahau kwa Guoni yuko anasikiliza maongezi yao. Kisha binti akasema basi tule na Guoni. Prince Samira akasema huyo ni mtumishi. Guoni akasema na mimi sitaki kula chakula cha pamoja na huyo jamaa. Binti akamwambia Prince, kumbuka hii ni siku yako ya mwisho, tunaomba hii siku tuenjoy tukiwa pamoja, tupate kumbukumbu ya pamoja sisi na wewe hapo. Prince Samira akasema kwa kuwa wewe ndio umeamua iwe hivyo basi haina shida. Prince akamuita Guoni. Guoni naye akasema mimi siwezi kula na wewe. Binti akafuata Guoni akamwambia hebu basi kubali na wewe tuweze kupata chakula cha pamoja. Guoni alivyobembelezwa na binti akaamua tu akubali, wakaenjoy, wakafly, wakala chakula cha pamoja. Baadaye sasa tunamwona binti akimkabidhi Prince Samira picha ya pamoja aliyopigwa yeye, Samira na Guoni. Samira akasema asante sana binti, ila nakuomba usidate na mtu mwingine, mimi nitarudi tena kwa ajili yako. Binti akasema unakaribishwa tena. Sasa Prince Samira kisakaja kumkumbatia hivi binti, Guoni akamsukuma akamwambia wewe hebu ondoka, muda wako ushaisha. Prince Samira kaingia zake kwenye gari. Sasa cheki walivyoanza kufanya michezo ya ajabu Guoni na Prince Samira, eti wanaagana. Sasa cheki, hebu angalie ila hii dunia bana. Binti akamuuliza Guoni kumbe wewe na Prince Samira huwa ni marafiki? Guoni akasema yani kwenye watu nao watukia duniani na huyu jamaa yumo. Kisha binti akamuuliza Guoni naweza nikakuuliza kitu? Guoni akatikisa kichwa kumaanisha uliza. Kwa nini wakati ule ulikuja kama mhudumu, yani kama mfanyakazi wa kawaida sana ilikuwaje hadi ukawa hivyo? Guoni akasema nilifanya hivyo kwa sababu alitaka nifanye hivyo na yalikuwa ni makubaliano yetu toka mwanzo. Kisha Guoni akamuuliza kwani si nimefanya vizuri? Binti akasema ndio umefanya vizuri. Kisha Guoni akamuuliza sasa kwa nini ule muda ulikubali kuchukua ile pete? Na ilionyesha wazi kabisa ulikuwa ni kwamba ushamkubali tu. Binti akamsogelea Guoni na kumwambia ni siri. Guoni akasema ni siri gani hizo? Mtafanya mimi nipate huzuni. Binti naye akamwambia sasa hivi ni muda wa kazi, tutaonana baadaye. Tutoke huko sasa tuje ndani ya ndege. Tunamwona Pyongwa akimwambia Guoni hebu tufanye haraka basi tuweze kuwahudumia watu mapema make ndege ndio huu muda inakaribia kwenda kushuka. Binti naye akiwa anaendelea kugawagawa karatasi, mara akasikia tangazo likisema mnapaswa mjiandae, mfunge mikanda, tunakaribia kufuka uwanja wa ndege, kwa hiyo mnapaswa mjiandae tunaenda kushuka. Sasa binti ile anatembea ndege katikisika kidogo akawa amedondoka chini akaumia.
ameumia. Baadaye sasa tunamuona Luonia akimleta binti Pyonghwa nyumbani akiwa ameumia. Binti Cheusarange akamuuliza, Pyonghwa umekuaje? Luonia akasema sio kuonana na wewe kabla, lakini naweza nikaingia kwanza. Binti akasema sawa, hebu ingia mweke hapa hivi. Kisha Luonia akasema ameweza kutenguka kidogo, vipi unaweza kumwekea barafu pia, na hivi ni vidonge vya kupunguza maumivu, baadaye kidogo utamwekea, na wakati mwingine nikija nitajitambulisha vizuri. Kisha Luonia akamsogelea binti Pyonghwa na kumwambia kaa makini na ujiangalie vizuri, nitakuja muda mwingine. Binti akasema sawa, asante. Kisha Luonia akaondoka. Muda kidogo baadaye tunamuona binti akimwekea Pyonghwa bandage ya kupunguza maumivu huko akilalamika, bahati yako sasa ungeumia vibaya, sasa asingekuwepo huyo kijana. Pyonghwa akasema unajua napambana ili niweze kuongezewa cheo, ndio maana yani mambo mengi yananikuta. Cheusarange akamuuliza unamaanisha nini kuongea hivyo Pyonghwa akasema najitahidi sana kupambana, lakini naona naenda kushindwa, yani nakata hadi tamaa. Cheusarange akasema kwa sisi hapa watatu wewe peke yako ndo unajua sana kupambana kuliko hata sisi, kwa hiyo mimi nakuomba tu usikate tamaa, endelea tu kupambana, Mungu yuko na wewe. Pyonghwa akakumbuka masaa machache kabla hajaletwa nyumbani, binti alikuwa uwanja ndege ametulia huko mgongo ukimuuma, mara kaida kimsamizi wao akamwambia anaonekana anapenda kupambana sana. Binti akasema nahitaji nipambane sana niweze kufikia malengo. Msimamizi wake akasema kila mtu hapa anapambana kwa upande wake, wewe hapo tu unafuata taratibu za kawaida, ila kwa upande mwingine kwenye timu nyingine wanauza vizuri, wanapambana vizuri, mauzo yao yanaenda vizuri. Pyonghwa akasema hiyo ni mbaya, maki wanatoa vitu bila ridhaa ya kampuni. Msimamizi wake akasema yani wewe peke yako tu ndio hujajua jinsi ya kufanya, maki hata kwenye ndege kuna biashara za chini kwa chini zinafanyika bila watu wengine kufahamu, wala kampuni yenyewe bila kujua, kwa hiyo upashi kuogopa, na huo ni mfano mdogo. Basi ni siku nyingine majira ya usiku ndani ya Samsung Spare Otki Sauna, tunamuona binti Cheusarange, Pyonghwa na Dahul wakiwa pale. Wakaanza kujiongelesha pembeni, pale kuwepo wanawake watatu, wakaanza kujiongelesha, yani hii bidhaa ni nzuri sana umesema ukiitumia na ngozi yako inakuwa laini na nyepesi sana. Pyonghwa akasema ndio. Kisha Daili akaichukua na kuuliza vipi, naweza nikajaribu? Pyonghwa akasema haina shida. Daili baada ya kujaribu akaanza kusema ni nzuri, yani makunyanzi yako nayo uzuri naona yameanza kutoka muda huu. Naye binti Cheusarange akasema yani maajabu sana, yani makunyanzi yote uliokuwa nao muda huu yani yameshaanza kuondoka. Mara wale wamama waliokuwa pembeni wakashawishika, wakaja wakasema tunaweza kujaribu na sisi au na hii ndio inaitwa biashara matangazo. Wale wanawake wakaipenda kweli, wakaanza kusema mimi nitachukua 2, mara wakasema mimi nitachukua 3, mara wakasema mimi nitachukua zote. Guoni sasa tunamuona akiwa na Noshansiki. Noshansiki akamuuliza vipi, ushakutana na Ichiara? Guoni akamuuliza kivipi? Noshansiki akasema si ile rekodi ya nyuma ulishindwa kuipata? Guoni akasema ni salama, hata hamna kwanza. Noshansiki akasema kumbuka hii ni ya muhimu sana kuifuatilia, tusipoifuatilia itatuletea hasara kama mara ya kwanza. Guoni akauliza kivipi? Noshansiki akasema kumbuka hata sisi tukapotea rekodi zetu zitafutwa kama za watu wengine. Hapo Guoni ndo akakumbuka mara ya mwisho Misigua alivyomwambia kumbuka usije kuishia kama mama yako, kwa maana sasa mama yake Guoni alivyofariki hapakuwa na ushahidi wowote, kwa maana sa rekodi zake zote pale kazini kwenye kampuni zikafutwa. Kisha Misagu akamwambia Noshansiki hakuna humu duniani mtu yeyote ambaye ana umuhimu. Kisha Guoni akaondoka akaingia zake ndani. Sasa tunamuona Guoni akisiwara baba yake kwa kumkaribisha Prince Samiri, umuonesha ustaa wako, umuonesha kuwa tuna hela, umeweza kumshawishi Prince Samiri akaja huku, umemtembeza, umemuonesha mazingira, amefurahi na yeye pia ameondoka akiwa na amani sana. Hiyo nakushukuru sana mwanangu. Guoni akasema asante. Kisha babake Guoni akasema mnaonaje tatu kumkaribisha Prince Samiri ndo akawa in charge kwenye hilo tukio letu, ili awe miongoni mwa VIP wetu. Guoni akasema nombeni hilo swala mniachie mimi, maana Misigua aweza akaenda mambo yote kwa pamoja. Mzee akacheka kisha akasema hatimaye sasa umekuwa mtu mzima. Naye Misigua akasema Guoni mimi nahisi hawezi. Mzee akasema kwani unaona alivyomuongoza Prince Samiri, mimi nahisi Guoni hili swala kwake ni jambo dogo sana, tumuache na tumuamini. Kisha mzee akamuuliza Guoni kwani si utaweza? Guoni akasema ndio baba nitaweza. Baadaye sasa tunamuona Misigua akiwa na Guoni huko akimwambia Guoni ni kweli umeanza kitu kwangu? Guoni akasema wewe mwenyewe ulisema niweze kupambania maisha yangu ili mwisho wa siku nisiwe loser kama wengine na nisipotee kama wengine. Misigua akasema unahisi mtu kama wewe unaweza kupata nafasi ya kushindana na mimi? Guoni naye akasema mtu kama wewe huwezi ukamiliki kampuni. Misigua akamuuliza Guoni wewe tangu lini ukawa na uchungu na kampuni? Guoni akasema umeweka wafanyakazi kwenye hatari na nahisi hawezi kawa mtu bora wa kuongoza kampuni. Misigua akauliza kwani wewe unawatetea kama nani wewe waache wafanye kila kitu ambacho wanapaswa wafanye. Kisha Misigua akamuuliza Guoni wewe umeweka nini kwenye ile pambano? Guoni akakaa kimya. Kisha Misigua akasema mimi nimeweka kila kitu changu, yani kila kitu changu nimeweka kwenye ile pambano, kwa hiyo jiandae kwa kila kitu. Guoni akasema mimi kwa sina mpango wa kupambana na wewe, ila kuahidi unalo wafanyia wafanyakazi kwa treat ambavyo sivyo, kuahidi tutaenda kukosana kabisa. Misigua akamuuliza Guoni kwani wewe unajisi wewe ni nani? Guoni akasema mimi ni mtu bora ambaye nimejitokeza kuweza kuwasaidia wafanyakazi wangu na ni jukumu langu mimi kama bosi wao. Misigua akaamka kisha akamwambia Guoni nakutakia bahati njema, alafu akaondoka. Baadaye sasa tunamwona Guoni akiwa na mawazo kweli, mara akasikia mlango unafunguliwa, anageuka hivi tu anakutana na binti. Na hiyo sasa ndio mwisho wa episode yetu ya 19. Tukutane tena episode inayofuata. Asanteni sana kwa support yenu na umoe na siku njema, na tunawaomba radhi kweli kwa kuchelewesha episode hii, ila kwanza episode zinazofuata zitakuwa zinashuka tu kama mchele, na asanteni sana.